Tunapozungumzia habari ya kufanya tathmini ya haswa maisha yetu ya kiroho, kuwa na faida kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yaani usiishi bila kuwa na faida. Huwa nawaambia watu mara zote, na mara nyingi wanapenda kutumia mifano ya maisha yangu, kwamba popote pale ambapo unafanya kazi, unaishi, unasoma, chochote kile ambacho unajihusisha nacho, hakikisha una add value, unaongeza thamani ya mahali pale. Yaani kama wewe ni mfanyakazi, hakikisha unaenda extra mile, unafanya kitu cha ziada ambacho kitakutofautisha wewe na watu wengine, kitu ambacho kitaonyesha utofauti wako wewe na watu wengine. Usiishi sehemu, usifanye kazi sehemu ukawa mzigo. Labda umeajiriwa kwenye duka la mtu, yaani wewe kufuta vumbi mpaka bosi aseme. Labda unaishi nyumbani kwa mtu, kufagia uwanja mpaka aseme. Na hata katika ufalme wa Mungu, tunazungumzia ufalme wa Mungu, tunazungumzia habari ya utumishi. Na utumishi ni nje ya kanisa pia, tunamtumikia Mungu, sehemu zetu za kazi tunamtumikia Mungu, kanisa tunamtumikia Mungu. Kwa hiyo jifunze kuongeza thamani au kuwa wa thamani. Kuwa nini? Kuwa wa thamani. Haleluya. Kitabu cha Efeso mstari wa 10. Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu. Sisi ni kazi yake. Kwa hiyo uliokolewa kwa sababu Mungu anakusudi na wewe. Anafanyaje? Anakusudi. Kwa maana sisi ni kazi yake. Kwa hiyo alipotutengeneza, alipotuumba, alituumba kwa sababu ana kazi na sisi. Anakusudi. Nataka ufanye tathmini maisha yako ya Ukristo mwaka 2025. Je, mwaka 2025 uliongeza thamani katika ufalme wa Mungu? Wewe ulikuwa na faida? Ukisema ndio, jiulize ni faida gani nilikuwa nayo katika ufalme wa Mungu? Kitu gani ambacho nilikifanya mimi cha ziada kunitofautisha na watu wengine? Inawezekana ulikuwa unaimba, lakini zaidi ya kuimba ulifanya nini? Wote waliimba. Ulifanya nini zaidi ya kuimba? Mimi nilikuwa naimba, lakini pia nilishuhudia. Kwa hiyo niwaleta watu kwa nani? Kwa Yesu. Lakini pia ni jukumu la kila mmoja kwamba enendeni ulimwenguni kote mkafanye mataifa. Kwa nini? Kwa wanafunzi wangu. Hii ni agizo ambalo tumepewa watu wote, ni amri. It's a great commission. Ni agizo kuu kwamba enendeni is not an option. It's a command. Ni amri. Kwa hiyo hauwezi kusonga mbele, kuwa na ufanisi katika mwaka 2026 kama hautachukua muda na kufanya tathmini ya maisha yako ya kiroho, ya maisha yako ya kawaida. Kama unafanya biashara, kaa chini, fanya tathmini. Mimi nilikuwa nafuga ng'ombe, lakini siku moja nilikaa chini kufanya tathmini kwamba chakula nachowalisha wale ng'ombe kila mwezi na ninachokipata, matokeo yake ni kwamba natumia hela ya mfukoni kuwaendesha wale ng'ombe. Kwa hiyo kila mwezi natumia karibu 500,000, 600,000, lakini mimi kwa mwezi naingiza 200,000. Nikiona haina nini? Haina faida.
Kwa hiyo nikafika mahali nikaamua kuwauza wale ng'ombe. Na watu wengi tumekuwa hatuna tabia ya kufanya tathmini ya kazi au shughuli ambazo tunazifanya katika maisha kila siku. Lakini sasa umeajiriwa kazi posta, unalipwa mshahara kwa mwezi shilingi 300,000. Ushakufanya mahesabu ya nauli kwenda na kurudi, chakula cha mchana, huwa unajikuta mpaka mwezi unaisha wewe umetumia 700,000, lakini mshahara shilingi ngapi? Kwa mjinga nani? Ni kwa sababu hatupendi kufanya tathmini. Kuna mambo umeacha kuyafanya ambayo ni maagizo ya Kristo, lakini kwa sababu ya ufahamu wako mdogo au kwa sababu ya hofu umeacha. Lakini ukikaa ukiangalia, unakuta hasara ni kubwa zaidi ya kile ambacho unakifanya. Sijui kama naeleweka. Haleluya. Kwa hiyo tunasema hakikisha unakuwa mtu wa faida. Become a useful for the kingdom. Kwa hiyo hakikisha mwaka wa 2026 wewe unakuwa ni mtu wa faida, mtu wa maana kwa ajili ya nini? Ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Haya matendo mema Kristo aliyatengeneza. Na aliyatengenezaje? Tulipozaliwa mara ya pili, ile asili ya mwanadamu iliondolewa, asili ya dhambi iliondolewa, asili ya uasi iliondolewa. Haleluya. Tukapokea asili ya nani? Ya Kristo. Na asili ya Kristo maana yake tunda la Roho limeingia wapi? Kweli liko ndani yetu, ndio ambayo tunasema kufanya kuyatenda mema. Kwa hiyo hatuyatendi mema kwa sababu ya jitihada, ni kwa sababu it's our nature. Ni asili tuliyopokea. Tumemvaa Kristo, tumezaliwa upya. Kristo yuko ndani yetu. Sisi ni kiumbe kipya. Kama ni kiumbe kipya, asili ya Kristo inaishi wapi? Ndani yetu. Kwa hiyo tumeumbwa ili tuyatende matendo mema. Na moja ya matendo mema ni kwenda kuwaambia watu habari za Yesu. Ni kwenda kuwaeleza watu penzi la Kristo. Halo? Ni kuishi maisha ya msamaha. Ni kuishi maisha ya kutokuwa na kinyongo. Matendo mema. Lakini leo makanisani watu wanaishi na mabifu. Watu hawaongei. Watu wana makundi. Sisi tuna neema sababu chanzo yetu bado kidogo. Lakini likija likajaa hapa, kama hatutakuwa na msingi imara wa kuishi kama familia, utajikuta fulani na fulani wafanyaji hawaongei. Na wanakuja wanasali kanisa moja. Nimeona. Na kuna watu wameondoka makanisani kwa sababu wameumizwa sana. Tunasahau kwamba tuliumbwa kwa ajili yake. Haleluya. Halo. Kwa anasema mstari wa 10. Maana tu kazi yake matendo yetu, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa Kristo alituumba. Unajua maana yake? Tuwe vielelezo. Popote tunapoenda, chochote tunachokifanya lazima kimfunue Kristo. Haleluya.
Haleluya. Kifanyaje? Kimfunue Kristo, kiwe kielelezo. Mtu anapokuona wewe anamwona Kristo. Katika eneo lako la kazi anamwona Kristo. Katika ndoa yako anamwona Kristo. Katika mahusiano yako. Maana alisema kweli yenu na iwe nini? Iwe kweli, si ndio? Ndio na iwe ndio. Lakini je, wanayaona hayo kwa vitendo? Haleluya. Kwa wapendwa, tuna kazi ya kufanya. Lakini kazi hii haiwezi kuwa halisi kama haijajengwa katika msingi wa neno la Mungu. Na ndio maana sote tunasema lazima Wakristo tupende kusoma Biblia. Sababu Biblia ndiyo mwongozo, ndiyo msaada, ndiyo ambacho kinatupa dira ya maisha yetu ya kiroho kila siku. Halo? Sababu kuna mambo huwezi kuyafanya kwa sababu ya utashi. Kwa sababu ukiyafanya kwa utashi utayafanya katika hali ya ubinadamu ambayo utakwazika, utasusa. Kuna mambo ukiyafanya bila maongozi ya Roho Mtakatifu yatakukatisha nini? Tamaa. Ukiyafanya bila penzi la Kristo yatakukatisha nini? Tamaa. Sababu utaona mbona wengine wanafanya wafanyi. Utaenda sehemu ya kazi utakuta waliookoka wana tabia mbaya, na utafanyaje? Utaziiga. Kwa sababu wewe huongozwa na nani? Na Roho, unaangalia kwa macho. Lakini nasema tuliumbiwa hayo, sababu Kristo ameumbika wapi? Ndani yetu, kwamba tuyatende matendo yaliyo mema, tuwajali watu, tuwathamini watu, tuliishi penzi la Kristo. Na ndiyo kusudi la kanisa. Kanisa ni sehemu ambayo watu wanakimbilia. Yaani mtu akitoka huko amevunjwa moyo, ameumizwa, amefanya nini, akija kanisani ndio sehemu ambayo afaje? Aponywe majeraha, agangwe moyo. Sio kanisani akutane na nini? Mavunja moyo. Kanisa ni sehemu ya faraja. Na kanisa sio jengo, kanisa ni mimi na wewe, kwamba tuwe na mioyo ya faraja, ya kuwapokea hawa watu, ya kuwachukuliana nao, ya kuwasaidia, kwa sababu huko duniani wameumizwa, wameteswa. Wamekuja kanisani, yuko Mungu. Wamuone Mungu katika maisha yetu. Halo? Lakini huyu Mungu hawezi kumuona kama sisi wenyewe hatusomi nini? Hatusomi neno. Neno ambalo unalisoma ndio litamfunua Kristo. Litamfunua Kristo ndani yako. Watu watamuona Kristo, sababu ile neno linapoingia ndani yako linamfunua Mungu taratibu. Wataona penzi la Kristo, wataona wema wa Kristo, wataona uwezo wa Kristo, wataona nguvu ya Kristo. Watamuona Kristo siku hadi siku katika maisha yako. Haleluya. Na ndio maana tunasema hivi, 2026 maisha yangu ni kwa ajili ya ufalme wake. Ndio kauli mbiu. Lakini maisha yangu hayawezi kuwa kwa ajili ya ufalme wake kama mimi siongozwi na Roho wa Mungu. Tulizungumza Jumapili iliyopita, ndio utakuwa na maombi yale ambayo unapayuka tu. Yaani mdomo unasema Yesu, kichwani unasema shetani ukemea. Kwa nini? Unachokisema hakiendani nini? Na moyo. Tunataka tuwe kanisa la watu ambao unaomba akili yako na moyo wako vimeshikamana. Na kwamba tunakuja kanisani sio kwa sababu ya kutaka kupokea miujiza, kupokea magari, kupokea wachumba. Tunakuja kanisani kwa sababu tunampenda Kristo. Aidha amejibu maombi, hajibu maombi, lakini nampenda Kristo. Nimekuja kanisani. Kwa hiyo nakuja kanisani kwa sababu ya penzi, siji kanisani kwa sababu ya kupokea. Haleluya. Wewe usiwe. Wapenzi, penzi lina nguvu. Penzi na nini? Pendo na nini? Penzi lina nguvu. Wewe ulize wachumba.
watakwambia, "Leta simu nikuonyeshe kitu." Uone kwamba penzi lina nguvu. Wachumba ataongea tu hivi, "Hi babe, how are you? What have you had? Chips." Tunasikia sauti kadogo ka upole, kwa sababu ni sauti ambayo inatoka imeambatana na moyo. Kwa moyo wa mtu A na moyo wa mtu B vimeshikamana. Yaani kabla hata hajamalizia yule ameshajua anaongea nini. Hahitaji kutumia nguvu. Unakuta wamejifunika shuka moja, huyu anaongea hapa usikii, lakini yeye anakufanyaje? Wanasikia. Sababu ya nini? Ya penzi. Na hata Mungu, maombi ambayo yamejawa na penzi huhitaji kupiga makelele. Yanatoka kwenye nini? Kwenye kilindi. Subiri wachumba hawa wagombane. Natumiaga sauti hiyo? Sauti hiyo? Wewe nimeshakwambia unisikii, achana na mimi. Mbona ulikuwa unaongea taratibu? Kwa sababu moyo ushafanyaje? Ulishaondoka. Kwa hiyo unaona kwamba akusikii, unatumia nguvu. Kwa Mungu hahitaji sauti yako kubwa, anahitaji moyo wako. Anahitaji nini? Si ndio Rose? Anahitaji nini? Moyo. Kwa tuje kanisani kwa sababu tunampenda Kristo. Unajua, unaambia kama binti ambao wanataka kuolewa, angalia vision, usiangalie television. Usiende kwa mwanaume ukuta ana TV kubwa nchi 75, nchi 100, kwa sababu huyu ni mwanaume. Angalia mwanaume mwenye vision, mwenye maono. Vision na television zinataka kufanana, lakini moja ni vitu kinachoonekana, nyingine ni mipango isiyoonekana. Na mtu mwenye vision utamjua ni maongezi yake. Hana haja kujibrag. People with vision, they just talk too simple. Nataka mke wangu mwenye television, mimi nitakujengea nyumba, nitakununulia gari. Ahadi kibao ambazo hazina nini? Hazina mashiko. Na kama ana gari ya ofisi atakudanganya ya kwake. Tena kama ina namba za kiraia, anakuambia gari yangu. Wewe unajua? Hujui. Mimi nachikishaga watu kwenye kitabu, nikienda kuosha gari, na jamani, gari ya bosi osheni vizuri. Singafuzo kazi. Hello? Kwa usifanye maamuzi kwa vitu ambavyo vinaonekana. Na usifanye maamuzi kwa sababu ya kuwa desperate. Tulia. Fanya maamuzi ambayo unajua haya ni maamuzi yamebeba hatima ya maisha yangu. Penzi lina nini? Lina nguvu. Kwa hiyo nasema kuwa na faida kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Wokovu sio mwisho wa malengo, bali wokovu ndio mwanzo wa malengo. Kristo alipokuokoa haikuwa mwisho wa malengo yake, ilikuwa ni mwanzo wa malengo yake, kwa sababu ana kazi na wewe. Twende Isaya sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 8. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikaijaza hekalu. Juu yake walisimama sirafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alinifunika uso wake, kwa mawili alinifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake, wakasema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu,
nami nimekaa katikati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hii limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunuliwa. Kisha mstari wa 8, kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Huyu ni unabii ambao nabii Isaya anaandika, lakini anazungumzia habari ya watu kutakaswa, kusafishwa, kwamba anasema nilikuwa na midomo michafu, lakini Bwana akapitisha kaa la nini? La moto. Na tunajua moto ni neno la Mungu, si ndio? Kwa neno la Mungu linapoingia na kusafisha, lakini linapotusafisha sio tukae. Maana aliposema ni mtume nani, nikasema nitume nani? Mimi. Kwa wokovu, tulipookolewa, tulipozaliwa mara ya pili, haikuwa mwisho wa sisi, bali ilikuwa ni mwanzo wa sisi kutekeleza jukumu ambalo Kristo analo katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Wapendwa, niwasihi jambo moja. Kama unataka kukua kiroho, hakikisha una ratiba, una utaratibu wa kuwafikia watu kwa Yesu. Hawezi kuwa na ufahamu wa kimungu kama ushuhudii. Hawezi kuwa na ujasiri kama haushuhudii watu. Hebu tutoke. Hawezi kuwa na kiu ya kusoma neno kama ushuhudii. Hauwezi kuwa na kiu ya maombi kama ushuhudii. Ukianza kushuhudia, kuambia watu habari za Yesu, ndipo utakutana na changamoto mbalimbali, mahitaji ya watu, utatambua kwenye siri watu wamefungwa, na ndivyo ambavyo Roho wa Mungu atakuongoza kuingia katika maombi, kuwaombea wale watu wafunguliwe na wawekwe huru. Halo? Na ndivyo wengine tulipokuwa kiroho. Mimi nilipookoka, nafikiri baada ya wiki ya kwanza, wiki ya pili, nikaanza kuingia mtaani kushuhudia. Na wakati mwingine nilikuwa nahubiri mikutano ile bila maiki peke yangu, nasimama na nahubiri. Changamoto na yale ambayo nilikuwa nikiyaona kule mtaani yalisababisha mimi niwe mtu wa maombi, niwe mtu wa kusoma neno, kwa sababu nakuwa na mzigo na kile ambacho nakiona na kile ambacho Mungu anataka kufanye kupitia mimi. Haleluya. Hebu tubadilike. Hebu tuwe na mkakati 2026. Kila mmoja aweke target, kila mmoja kwamba kila mwezi lete mtu huyu. Katika siku 30 kweli, siku 30 za mwezi, unashindwa kuleta mtu mmoja kanisani? Unashindwa kushuhudia mtu mmoja? Lakini tunatumia muda mwingi sana kwenye social media. Tuna chati mpaka saa 8 usiku. Tunapiga story masaa yote. Lakini tunashindwa kutumia dakika 5 au dakika 10 kwenda barabarani, kusimama barabarani na kuwashuhudia watu wawili au watatu. Halo? Hebu tubadilike. Tusiwe kanisa la kusubiri watu wahame kutoka kanisa fulani kuja hapa. Tuwe kanisa la watu ambao tunaenda, tunawafikia watu, tunawahubiria, tunawaleta watu kanisani. Halo? Tuwe kanisa ambao tunaenda, tunawafikia watu, tunawaleta wapi? Kanisani. Sababu tuna kazi ambayo Mungu anataka tuifanye. Kwa unaona, Isaya baada ya kupokea msamaha wa dhambi, Isaya anasema nitume mimi. Wapendwa, tumesamehewa dhambi, tumesafishwa, tumetakaswa. Kwa hiyo haya ni majira yetu ya sisi kutoka, ya kumwambia Bwana nitume mimi. 2026 uwe mwaka wa kuwafikia watu, uwe ni mwaka wa kuwaendea watu, kuambia habari za Kristo, uwe ni mwaka wa ongezeko. Maisha yangu mimi ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hii sio kauli mbiu ya mdomo, hii ni kauli mbiu ya utendaji na utekelezaji kwa vitendo. Haleluya. Matendo ya Mitume sura 20.
sura 20 mstari 24. Lakini siyahesabu maisha yangu kwa kitu cha thamani kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyoipokea kwa Bwana Yesu, kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Kwa hiyo Paulo anapima thamani ya maisha yake kwa mguso, by impact. Anapima thamani ya maisha yake kwa jinsi ambavyo anagusa maisha wengine. Wewe unapima thamani ya maisha yako kitu gani? Kwa kubweteka? Na kuuliza, unapima thamani ya maisha yako kwa kitu gani? Hebu tupime thamani ya maisha yetu kwa impact, kwa kiwango ambacho tunagusa maisha ya watu wengine. Watu wapime thamani ya maisha yetu, watu wapime thamani ya utumishi wetu, watu wapime thamani ya nafasi yako hapo kazini by your impact, kwa jinsi gani ambavyo unagusa maisha ya watu wengine. Wako watu makazini wanahitaji kusikia habari njema, wanahitaji kufunguliwa, wanahitaji kuponywa, wanahitaji faraja. Hebu kuwa mkono wa faraja pale kazini, kwamba watu unapotokea, watu wamuone Kristo, watu wafarijike, watu wawe na furaha. Haipendezi kwamba kila mtu alikuwa anakufurahia? Kuna mtu mmoja, mimi nimeshawahi kuajiriwa, kuna watu kazini akitokea kama wow, hamna. Kila mtu anafanyaje? Anakufurahia. Alafu na mtu akitokea tu kama kikao, wanafanyaje? Wanaishia, wewe ni yupi? Ni au ni Tuwe watu wa faraja, watu ambao tuna mguso. Usiatike. Chagua kuwa mtu ukifika sehemu ya kazi, unapofanya kazi, wafanye wow, jamani, usipokuwepo siku moja wanakumisi. Sio anakumisi kwamba hivi amelazwa kabisa, asije kabisa. Maana wananzengo wanaweza kupigia simu kutaka kujua jinsi gani hali yako zilikuwa mbaya, kwamba ubaki huko. Hello? Tuwe watu wa faraja. Tuwe watu wenye mguso katika jamii. Na moja ya sifa ya kanisa ni kuwa kanisa lenye mguso katika jamii. Tunahitaji kuwa na mguso katika jamii ya Kilimahewa. Tunahitaji kuwa na mguso katika jamii ya Kibaha. Tunahitaji kuwa kanisa lenye mguso katika mkoa wa Pwani. Tuguse maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo, sitasoma, nitaelezea tu. Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 hadi wa 30. Unaona habari ya wale watumishi. Na unaona hapa Mungu anataka watumishi walio waaminifu, sio wenye sababu. Utaona hapa kuna mmoja kwa na sababu, lakini wale ambao walikuwa waaminifu Mungu aliwazawadia zaidi. Haleluya. Tutaishi hapa leo. Praise, karibu.